na timu sio kikundi cha watu. Kuna tofauti kati ya kuwa group na kuwa timu. Kwenye timu za mpira tunaona unaweza kuwa na wachezaji wazuri kabisa lakini wakashindwa, wakafeli, kila siku tu wanafungwa, wamenunuliwa kwa bei ghali sana. Kwa nini? Kwa sababu kuwa na uwezo mmoja mmoja ni kitu kimoja hapo, lakini kuijenga ikawa timu inayofanya vizuri ni kitu kingine kabisa. Sasa kazi ya kiongozi ambayo ndio kazi ya kocha wa mpira wa miguu ni kuhakikisha kwamba vipawa kimoja kimoja vinaunganishwa na vinaanza kucheza kama timu. Kwa kiongozi lazima awe na uwezo wa kujenga timu ambayo itamsaidia. Na kwenye timu yako unahitaji watu wafuatao. Wa kwanza unahitaji watu ambao tunaoita administrator. Sasa hii administrator sio kwa maana ya cheo. Administrator kwa maana ya uwezo wa mtu. Administrator ni wale watu ambao wakikaa chini wanaweza kupangilia vitu. Kuna watu tuko hivyo na kuna watu hawana huo uwezo. Kuna watu hata unawafahamu ambao mkisema tunataka tufanye seminar kwa mfano mkoani kwetu, kuna watu ambao wanaweza wakaleta details, akamwambia sasa hapa itabidi tufanye ukumbi, tufuatilie jambo fulani, tufanye. Yeye anakuwa organize, huyo ndio tunamuita administrator. Kwa kwenye timu yako lazima uwe naye kama kiongozi. Anaweza asiwe na cheo chochote lakini ana uwezo wa kuorganize. Na lazima uwe naye na umtambue ili ujue kwamba ninapotaka kufanya jambo fulani, huyu ndio nitakuwa kwanza kumappoint afanye hicho kitu. Lakini wa pili tunamuita analyst, mchambuzi. Kuna watu ni wachambuzi. Wachambuzi maana yake unapoleta wazo mezani watalidadavua. Ataanza kukwambia sasa unajua tukifanya huku gharama itakuwa kubwa sana kwa sababu 1, 2, 3. Au tufanye siku hii kwa sababu moja. Ni watu ambao wanaweza kuona mbali na wanaweza kuchambua vitu kwa haraka. Mara nyingi ni watu ambao wanapenda sana kufikiria. Ni watu ambao pia ukikaa nao hata kwenye vikao unaweza kuona kama ni wasumbufu fulani hivi. Kwa sababu wanauliza maswali mengi, wanataka kuelewa na wanataka kuona sababu ya kufanya maamuzi ya aina fulani. Unapokuwa kiongozi unamhitaji mtu wa namna hiyo ili akusaidie pia kuanalyze. Mara nyingi wanaibua vitu ambavyo vimejificha. Ni wale watu ambao mkishaongea anasema lakini kuna jambo naomba tuchukue tahadhari hapa. Kuna kitu fulani kinaona kama hatujakizingatia. Huyo maana yake unamjua ni analyst. Lakini namba 3 tunamuita action member. Action member tunamuita mkimbiza maono. Yaani yeye hahitaji kuelewa. Yeye ukishamwambia tu tunahitaji viti 200 akwambia viko wapi nikachukue nivilete hapa. Yeye ni mtu ambaye hahitaji ana mawazo mengi, afikiri sana. Yaani ni mtu ambaye tumkikaa naye unaweza kuona kama hawezi kuwaza vizuri, lakini ni mtu ambaye unaweza kumtrust kuanzia asubuhi mpaka jioni. Unaweza kumpigia simu usiku saa 3, kwambia kuna jambo la dharura hapo, akaamka na akaja kufanya kazi. Ukamwambia unahitaji kusafiri, si uende makao makuu kufanya jambo fulani. Siku ya pili anachukua basi, huyo ameenda. Hahitaji kuelewa sana. Anaambia chukua barua nenda hapo, utamkuta naibu katibu mkuu, ongea naye. Yeye akirudi ajui imeandikwa nini, hahitaji kuuliza kwa sababu yeye ni mkimbiza maono. Huyu pia unamhitaji kwenye uongozi wako. Lazima ujue kwamba hapa simhitaji mchambuzi, kwa sababu nikimuita mchambuzi ataanza kuchukua karatasi, anaanza kuchora. Hii inakuaje inakuaje, wakati wewe unahitaji kitu kifanyike kwa haraka. Unamtafuta action member. Unapokuwa kiongozi unakuwa unawajua na watu wangu ambao ndio action member. Nikiwa na swala dharura, swala linahitaji utendaji ambao linahitaji majadiliano sana, na watu pia hao na utakuta wanakimbia nalo sana. Namba 4 unamhitaji mtu anaitwa communicator. Communicator ni mwasilishaji. Tunatofautiana uwezo wetu wa uongozi. Sio kila mtu ana uwezo wa kuwasilisha kwa kiwango cha kushawishi watu. Kuna mwingine unaweza ukawa una cheo lakini una nguvu ya kuwasilisha vitu. Sasa usilazimishe kwamba mimi kwa sababu ndio kiongozi lazima niseme. Identify. Angalia watu gani ambao unasema huyu jamaa akiongeaga yani kwanza watu wanamuelewa kwa haraka sana. Alafu ana ushawishi. Na wengi utakuta na watu ambao wacheshi, wakati mwingine au labda wamejenga mahusiano na watu vizuri, au wakati mwingine wanaheshimika kwa ajili ya utaalamu wao fulani. Chochote lakini lazima utakuwa nao watu wa namna hiyo. Ukimpata yule sasa, maana yake wale ndio watu wa kusaidia kusukuma ajenda zako unapokuwa kwenye vitu vyako unavyotaka kufanya. Kwa kama una kikao, kama una mawasilisho, huyu ndio mtu unamtanguliza kuzungumza. Na unakuta akizungumza au akisema, hata kama kulikuwa kuna upinzani au kulikuwa kuna nini, unashangaa umelainika kwa sababu ana uwezo wa kufanya nini? Kuwasilisha. Kwa taarifa yako ni kwamba wako viongozi ambao wanapingwa sio kwa sababu ya kile wanachokisema, lakini kwa sababu ya namna wanavyosema. Sasa ukimpata mtu mzuri maana yake atakusaidia wewe kama kiongozi. Kwa unapojenga timu yako lazima uwe na communicator. Namba 5 una mtu anaitwa strategist, mwana mikakati. Huyu ndio wa kukaa chini kupanga mikakati. Unapomwambia kwamba tutaka kufanya jambo fulani, tutaka tuanze ujenzi, huyu ndo atakaa chini. Sasa atakwambia sasa hili tuwe na ujenzi. Hapa bwana tunahitaji mifuko ya simenti, nondo kiasi fulani. Sasa kuna watu hawa, tukipata watu 5 wakafanya hiki. Yaani huyu ni mtu ambaye anakupa hao namna gani ya kufanya jambo likakamilika. Sasa huu sio uwezo ambao kila mtu anao pia. Kuna watu wamejaliwa hicho kitu. Ukiangalia hata kwenye level zetu za familia, wewe angalia kwenye vikao vyako vya familia, katikati ya marafiki zako, hao watu wote tunaozungumza utawaona. Hata ukiangalia wewe na mke wako au wake zako ulionao, kuna makundi hapa utajikuta. Utakuta kuna mwingine ana uwezo fulani, kuna mwingine ana uwezo fulani. Kwa hiyo ni muhimu kujua, kwa sababu unapojua watu unaoongoza vizuri na uwezo wao, inakurahisishia sana kwenye kufanya mambo yao. Kwa hiyo utajikuta
wewe kila kitu kuna mtu maalum unajua kumpa. Unajua kwenye hili hapa linahitaji uongeaji, nitampa huyo hapa. Hili linahitaji kufikiri sana na kuchambua, nitampa huyo analyst, ndio atanifaa. Hili linahitaji kutenda tu, alihitaji maelezo mengi, nitampa huyo mtu fulani. Ukimpa mtu ambaye yeye ni mkimbiza maono, action member, ukampa jambo la kufikiria, atakudisappoint. Kwa sababu yeye afikiria atafanya tu, afu utakuta kitu kimeshaharibika. Ukimwambia kimeharibika, sasa mimi nilifanya. Kwa hiyo yeye ajali kama kimeenda vibaya, kijaenda vibaya, amefanya nini? Amefanya. Sasa vitu unavyotakiwa kuvifanya kwa timu yako kishakuwa nao watu, kuna vitu vichache hapa ningependa kushauri. Cha kwanza, lazima upate muda na timu yako. Timu yako wanahitaji kusikia maono yako, wanahitaji kusikia unachokisema. Kwa hiyo sio kiongozi ambaye hapatikani. Nasema don't be an available leader. Usikutane na watu tu kwenye vikao peke yake. Kutana nao wakufahamu, kwa sababu kiongozi na wanaoongozwa wanajengwa vizuri mahusiano yao katika zile interaction ambazo wanazifanya mara kwa mara. Kwa kupata muda na wao. Pili, waeleweshe maono yako mara kwa mara. Waambie, tunasema there is no over communication of the vision. Endelea kusema tu kwamba jamani, baada ya miaka 2 hapa tutajenga jengo kubwa sana la msikiti. Tutajenga pia na shule. Tutajenga kitu. Watu wasikie kile kitu mara kwa mara. Kuna kitu kwenye psychology kinaitwa the law of repetition, au nguvu ya kurudia jambo. Unaporudia jambo mara kwa mara, linaenda kwenye ubongo wako wa ndani, tunaoita subconscious mind. Ubongo wa ndani ambao hauna control nao, lakini ndio unaongoza maisha yako. Kisaikolojia, kwa taarifa yako, ni kwamba ubongo wako ambao ni conscious, unaofanya nao wewe maamuzi, unatumika 5% tu kila siku. 95% zinatumika kwenye subconscious mind. Vitu ambavyo umevisikia mara kwa mara na umeviamini mpaka sasa hivi. Ndio maana hata leo ukiangalia maisha yetu kuna vitu ambavyo vinatuongoza, ni kwa sababu tumeviamini kwa miaka mingi sana. Sio lazima vio vya kweli kuhusiana na sisi, lakini inawezekana tangu mtu akiwa mtoto alikuwa anaambiwa wewe hauwezi, hautafika mbali, wewe ni hopeless kabisa. Iko kitu amekiamini mpaka leo anaishi sana hilo jambo. Kwa hiyo kwa kiongozi lazima uwe na uwezo wa kuzungumza mara kwa mara, kuambia watu tunakwenda wapi, tunataka kufanya nini, tunataka tuachieve nini pia. Namba 3, wajue unachotarajia kutoka kwao. Unatarajia nini kutoka kwao? Unataka wafanye nini? Unataka wachangie kifedha, unataka wachangie nguvu, unataka watoe muda wao, unataka watoe utaalamu wao, unataka nini kutoka kwao? Usiache ile confusion tu, mtu ajui kwamba wewe utamsaidia jambo gani. Kwa hiyo waambie kwamba natarajia wewe bwana utafanya 1 2 3. Wewe utanisaidia kwenye 1 2 3, ili watu wawe clear na kitu ambacho unakihitaji kutoka kwako. Na 4, wapongeze wanapofanya vizuri. Usio kiongozi ambaye kazi yako wewe unasubiri watu wakosenda unawalaumu tu. Hakuna mtu anayependa kulaumiwa. Wapongeze wanapofanya vizuri. Hata kama ni kidogo, inatoa motivation. Tunaita positive reinforcement. Kwamba unapompongeza mtu kwenye jambo dogo, anajisikia wajibu wa kufanya jambo kubwa zaidi ili apongezwe zaidi. Kwa sababu mwanadamu ni kiumbe anayependa kusifiwa pia. Kwa hiyo ukimsifia hata kwa mambo madogo madogo, unampa wajibu wa kufanya zaidi. Kwa hiyo tunasema wapongeze, akifanya vizuri mpongeze, akifanya vibaya mrekebishe. Lakini sio yeye anakusikia wewe unaongea pale tu anapokuwa anafanya vibaya, lakini akifanya vizuri hakusikii. Hiyo tunasema utakuwa unapoteza morali ya timu ambayo unaiongoza. Sifa ya 6 ya kiongozi ni kutatua migogoro. Kutatua migogoro. Kiongozi yote yule lazima awe na uwezo wa kufanya nini? Wa kutatua migogoro. Kwa sababu kiongozi ni kama baba wa familia, ni kama mtu ambaye anategemewa. Sasa unapotatua migogoro, naomba unisikize. Unapotatua migogoro, kuna staili za kutatua migogoro. Na nikizisema nataka na wewe ujue staili yako iko wapi, lakini watu unaofanya nao kazi pia staili zao ziko wapi, au watu wako wa karibu staili zao ziko wapi. Sasa unapotatua migogoro, mara nyingi kuna vitu viwili watu wanavizingatia vinavyoamua atatue mgogoro kwa namna gani. Moja, kuna watu ambao wanajali sana mahusiano. Yaani akiwa kwenye mgogoro, cha kwanza kwenye akili yake anasema chochote kinachotokea, lakini sitaki kuharibu mahusiano na huyu mtu. Kuna watu wa namna hiyo.